Huyu binti anaitwa Nora. Leo alikuwa ameandaa pati nzuri sana kwa ajili ya kumpokea mpenzi wake ambaye alikuwa anaishi nje ya nchi. Lakini mpenzi wake alivyofika tu, Nora ndo anagundua kwamba mpenzi wake alikuwa akimsaliti na rafiki yake wa karibu sana. Hiki kitu kilimuumiza sana Nora. Kwa hasira sana akatoka humo ndani. Sasa akiwa anavuka barabara bila kuangalia, mara ghafla akagongwa na gari. Nora akazima. Mara ghafla anashangaa ametokea kwenye hili soko la wachawi. Sasa hili soko ni soko la maajabu kweli kweli yani. Kila mtu anakuja kwenye hili soko, anatoa kafara, afu anapewa utajiri. Sasa hiki kitu kimshangaza kweli kweli Nora. Unajua ni nini Nora alifanya? Fuatilia mwanzo mpaka mwisho ujue ni nini alichokifanya Nora katika soko la wachawi. Bana, kabla tujaendelea, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare. Bofya alama ya kengele ili wa kwanza pata mitiririko kazi zote kali tunazoziachia kila siku. Bana, ni noma kweli kweli yani. Twende tukaianze simulizi kali na ya kuburudisha. Leo movie inaanzia kwenye jumba la kifahari. Kuna huyu mzee hapa ana binti yake. Sasa huyu binti yake amepooza miguu. Mzee akiwa anamtazama alimuonea huruma sana. Ikabidi kukunjua pale mkono wake. Mara ghafla kikatokea kiumbe cha ajabu. Mzee akamwambia kwamba sikiza nikwambie kitu. Tafadhali, nimechoka kuona mwanangu akiwa anaishi kwenye manyanyaso makubwa kiasi hiki. Naomba umsaidie mwanangu atembee tena. Hiki kiumbe kikamwambia kwamba unajua kabisa uwezo wa mimi kumsaidia binti yako ninao, lakini nitamsaidia kwa sharti moja tu, lazima ni utoe uhai wako. Mzee kitu ilimshtua sana, akamwambia ina maana uwezo ukamsaidia mpaka utoe uhai wangu? Hiki kinyamkela akamwambia kwamba sikiza nikwambie kitu, utaratibu wetu unaujua, chochote kile tunachokifanya nyuma yake lazima iwepo sadaka, na kwenye hili sadaka ni wewe. Kama unakubali basi mimi nimsaidie binti yako. Mzee akatafakari, akaona sio kesi, niko radhi kutoa maisha yangu ili binti yangu afurahie maisha yake. Akamwambia kinyamkela kwamba sawa, nipo tayari, naomba umtibie binti yangu. Kinyamkela akamwambia kama umekubali, tayari mwanao ameshapona, wewe muamshe tu umwambie anyanyuke. Basi mzee akamsogelea pale binti yake, akamwamsha na kumwambia kwamba binti yangu umepona, tafadhali naomba uamke. Binada akashangaa, baba, inawezekana vipi? Hiyo sio kweli. Mzee akamwambia kweli binti yangu, naomba uamke. Basi binti ikabidi kujaribu kuamka pale. Kweli bana, hakuamini macho yake. Alisimama tena vizuri kabisa. Basi binti alifurahia kweli kweli yani na kumshukuru baba yake. Baada ya hapo binti akawa ametoka na kwenda chumbani. Sasa huku sebleni, mara ghafla mzee hali yake ikabadilika. Hapo hapo akaenda chini. Kwa hivyo tena akawa ameshatolewa sadaka. Bana, inauma kweli kweli yani. Mzee amekubali kutoa maisha yake ili binti yake apone. Upande wa pili huku tunakutana na bonge moja ya pati. Kuna huyu binti anaitwa Nora. Kaandaa pati kwa ajili ya kumpokea mpenzi wake anaitwa Francis. Sasa Francis bana alikuwa anasoma nje ya nchi na leo ndo anarejea. Nora alikuwa na rafiki zake pale kama wote, akawa anaambia kwamba jamani, muda si mrefu mgeni rasmi anaingia. Tafadhali akiingia tu naombeni tumpokee kwa makofi kama yote. Basi wakawa wamekubaliana pale. Kweli bana, ikuchukua time sana. Francis ndio huyo hapa akawa anaingia. Nora kwa upendo sana akaenda kumpokea pale Francis. Sasa akiwa anamkumbatia pale na nini, kumbe Francis bana kwa sasa hampendi tena Nora, bali Francis anampenda rafiki yake na Nora. Nora akiwa anamkumbatia Francis akamwambia kwamba sikiza nikwambie kitu Nora, leo naomba nikuweke wazi tu, mimi kwa sasa sikupendi wewe, nampenda Sandra. Hiki kitu ilimshtua kweli kweli Nora. Nikamuuliza Sandra, ina maana umenisaliti au? Yaani umeamua kutembea na bwana wangu, si ndio Francis akamwambia Nora, naomba upunguze jazba. Kiukweli mimi nampenda sana Sandra na siwezi tena kuwa na wewe. Hiki kitu limuuma kweli kweli Nora. Humu ndani lilikuwa ni varangati la kutosha. Nora alimparamia pale Sandra na kutaka kumtembezea kichapo. Basi watu ikabidi kuwasuluhisha pale na nini ili kila kitu kikae sawa. Nora aliumia kweli kweli yani. Lakini ndio hivyo tena, mtu anempenda kaamua kumpenda rafiki yake. Nora akiwa anatoka huko nje kwa hasira, rafiki zake wakajaribu kumfuata na kujaribu kumweka sawa pale, lakini Nora hataki kuelewa kabisa, maana kitu alichokutana nacho kimemuumiza sana moyoni mwake. Mara ghafla Sandra akaja na kuomba hao marafiki zao wawapishe wabaki wawili. Sasa hao marafiki zao ikabidi kuwapisha tu pale. Sandra akamwambia Nora kwamba sikiza nikwambie kitu Nora, kiukweli najua nimekuumiza sana rafiki yangu, ila naomba unisamee. Mimi sikupanga kumchukua bwana wako. Kipindi na chati naye tu kishemeji, kwa bahati mbaya zaidi France alijikuta amenitongoza. Sasa na mimi sikutaka kukubali kabisa, nilimkatalia kata. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, France aliendelea kunibembeleza sana na mimi nikajikuta nimempenda. Hivyo naomba unisamee sana rafiki yangu. Nora hakutaka kumuelewa kabisa rafiki yake. Akamwambia sawa, umeamua kunifanyia unyama.
haina shida, Mungu atanilipia. Kwa hasira sana Nora akaondoka. Sasa kipindi Nora anatembea kwa hasira, hakutazama hata upande wa pili wa barabara, alivuka tu kichwa. Ghafla akagongwa na gari. Sasa Nora baada ya kugongwa akajikuta ametokea kwenye hiki kijiji, tena yuko katikati ya soko. Sasa Nora akashangaa, hili soko la usiku vipi? Na mbona kama sielewi? Ikabidi kumsogelea huyu mlinzi wa soko na kumuomba amsaidie arudi alikotoka. Mlinzi akamwambia kwamba sikiza, nikwambie kitu binti, kwenye hili soko hauwezi ukatoka kabisa. Yaani ukiingia kwenye hili soko lazima ununue kitu ndio uweze kutoka, bila hivyo hautatoka kabisa. Nora akabaki anashangaa tu, sasa nanunua kitu, nanunua vipi na angali sina pesa kabisa? Basi Nora ikabidi kuanza kuzunguka kwenye hili soko. Kwa bahati mbaya zaidi akamparamia huyo mshikaji. Mshikaji alimmind kweli yani. Baada ya hapo mshikaji akaja kuonana na huyu mama, akamwambia kwamba mama, nahitaji unipe pesa kama zote, tena pesa zenyewe nataka kama kiasi cha bilioni 10 hivi. Mkubwa akamwambia kuna shida, hapa masheti na sana unayajua, nipe amani nikupe bilioni 10. Mchizi akakubali pale. Sasa kuna namna ambayo anafanya pale, mchizi anampatia amani, Bimkubwa anampa bilioni 10. Basi hiyo namna ikafanyika pale. Mshikaji akatoa amani, Bimkubwa akampatia bilioni 10. Mshikaji akamwambia sikiza, nikwambie kitu Bimkubwa, endapo hizi pesa zisipofanya kazi ninavyotaka, hakika utaniona mbaya. Bimkubwa akamwambia mna shida, mimi amani yako umeshanipatia, wewe nenda na bilioni 10 zako. Sasa binti alikuwa hapa pembeni, akashangaa kweli yani, hivi kinachoendelea ni nini? Basi baada ya mshikaji kusepa, naye ikabidi kusogea kwa huyu mama. Akamwambia mama, unajua nimejikuta nimetokea kwenye hili soko la usiku na sijui ninunue nini. Nimeona kuna kijana mmoja kauza pale kitu, kapewa kitu. Sasa mimi nashindwa kuelewa nifanye nini katika hili soko. Ubi mkubwa akamwambia kwamba kwenye hili soko kuna kitu lazima utoe ili upate. Hii kitu ikamchanganya sana binti. Mara ghafla anatazama pembeni hivi, kuna huyu senator hapa amekuja hapa naye kuna kitu anataka. Akamwambia huyo mzee kwamba yeye anahitaji kuendelea kuwa senator, lakini hali sio nzuri kabisa. Huyo mzee akamwambia kwamba kama unahitaji kuendelea kuwa senator lazima utoe kafara ya damu ili uendelee kukalia hicho kiti. Mzee akamwambia hakuna shida, mimi nitafanya hivyo unavyotaka. Basi mzee akamwambia unaweza ukaenda, maana shida yetu sisi ni kafara ya damu. Kama unaitoa kafara ya damu, yani wewe utakuwa senator milele mpaka pale utakapochoka mwenyewe. Basi senator akafurahia kweli yani. Sasa binti akabaki anashangaa, ili soko mbona linanichanganya? Sasa kipindi anazunguka akafika kwenye hiki kibanda hapa, kuna vikopo fulani vya ndani, hivi vikopo kuna kama vitu vinang'ang'aa. Akiwa anavishangaa, mara ghafla akashangaa huyu muuzaji akamuita jina lake Nora. Nora akashangaa, umejuaje jina langu? Bilal akamwambia sikiza, nikwambie kitu, mimi jina lako nalijua vizuri kabisa na najua kabisa huko ulikotoka umepoteza furaha, rafiki yako kakuchukulia mtu unayempenda. Binti akashangaa, umejuaje haya yote? Mkubwa akamwambia usijali Nora, sikiliza nikwambie kitu, kwenye hili soko lazima ununue kitu ili upate kitu. Nora akamwambia mimi sina pesa na hapo unaponiona yani sijui hata nanunuaje hivyo vitu. Mkubwa akamwambia kwenye hili soko hautumii pesa yoyote ile kununua. Hapa unachotakiwa kukifanya ni wewe kutoa kitu ili upewe kitu. Nora akamwambia sasa mimi nitatoa nini? Mkubwa akamwambia sikiliza nikwambie kitu, kitu utakachokifanya utatoa sadaka ya heshima, mimi nitakupa furaha. Nora akakubaliana na hiki kitu, maana aliamini kabisa ni kitu fulani simple sana bila kujua itamgharimu baadaye. Basi bibi mkubwa akafungua kikopo, akaichukua heshima yote kwa Nora, alafu yeye akampatia furaha. Binti alijikuta kama anasikia kizunguzungu fulani hivi, ila anataka kudondoka, anashangaa anazinduka, yuko kwenye jumba la kifahari. Sasa akiwa anashangaa, mara ghafla anaingia house girl na kumwambia kwamba madam, samani, naomba ujiende faster maana prince anakusubiri. Sasa binti ndo anashangaa, Prince? Hii inaonyesha wazi kwa sasa ni mchumba wa Prince. Baada ya muda mfupi kupita, akaja huyu mwamba hapa designer, akampeleka Nora, akachagua nguo nzuri sana. Baada ya hapo Nora akapigwa makeup pale, akavaa gauni moja nzuri sana na kwa sasa amependeza kweli yani. Basi wakamchukua na kumpeleka moja kwa moja kwa Prince. Prince alivyomuona Nora alifurahia kweli yani, akamwambia kipenzi changu, hakika umependeza sana. Sasa Nora naye alivyomuona Prince alivutiwa naye kweli yani, maana Prince ni handsome boy. Basi Prince akana mwaga maua kama yote kwa Nora. Nora akajihisi kabisa yuko kwenye ulimwengu mwingine kabisa, na kwa sasa ameyasahau maumivu yote aliyofanyiwa na France. Baada ya hapo Prince akapokea simu yake, akaambiwa kwamba governor yuko chini hapa anawasubiri. Ikabidi kumwambia Nora kwamba babe, inabidi tushuke chini, governor yuko hapo pamoja na familia yake, wamekuja kwa ajili yetu. Bidada akashangaa kweli yani, mimi nenda kuonana na governor? Jamani, mbona maisha yamebadilika ghafla hivi?
Basi wakaja moja kwa moja mpaka hapa chini wakakutana na gavana. Basi gavana ikabidi kuwapongeza pale na kuambia kwamba hakika wanapendezana na wanastahili kabisa kuwa bibi na bwana. Bidada alifurahia kweli kweli yani. Baada ya hapo binti pamoja na Prince wakaja moja kwa moja kwenye ile duka. Walipofika hapa Nora alipenda kweli kweli hii saa. Ikabidi kuuliza, hii saa inauzwa bei gani? Huyu mfanyakazi akamwambia kwamba hii saa inauzwa $20,000. Nora akaogopa kweli kweli yani. Akaambia jamani, hapana, hii bei ni kubwa sana, hatutaiweza. Prince akamwambia, babe, chukua chochote kile unachokitaka, hata liwe duka zima, wewe beba tu, mimi nipo, nitakulipia. Mida night, Nora akiwa chumbani na Prince, mara ghafla anashangaa kwenye TV, anamuona yule bi mkubwa ambaye alikutana naye kwenye kile kijiji cha wachawi. Bi mkubwa anamwambia kwamba Nora, hayo yote uliyoyaona ni kama ndoto tu, lakini ningetaka kujua kwenye hiyo ndoto, hayo maisha uliyoyaona umeyapenda au unahitaji nikubadilishie? Nora akamwambia, hakika ya maisha nimeyapenda sana, nahitaji yaendelee kwenye maisha yangu. Basi bi mkubwa akamwambia, hamna shida, kama umeyapenda utalala, ukiamka ndo utakutana nayo kweli. Sasa utakutana na Prince, atakupenda na kila kitu kitaenda sawa kwenye maisha yako. Basi Nora akamshukuru bi mkubwa. Siku iliyofuata asubuhi na mapema, ile Nora anaamka tu, kila alichokiona nyuma ndo kinatokea sasa. Kaja mfanyakazi pale, kampa maelekezo. Baada ya hapo kachukuliwa, kaenda kwenye duka la nguo, kavishwa kago. Baada ya hapo kapigwa makeup, kapelekwa kuonana na Prince, wakaenjoy maisha, akaenda kuonana na gavana. Kama haitoshi, wakampeleka kwenye duka fani la saa, akachagua saa anayoipenda. Yani kila alichokiona nyuma ikatokea kweli. Sasa mida night, Prince akataka mali, bidada akampatia. Baada ya kukitupa cha kwanza, Prince akamwambia, kwa sasa nahitaji unipatie tena. Binti akamwambia, mimi nimechoka. Prince kabidi kuforce pale. Tena kama haitoshi, Prince akamwambia kwamba mwanzo nilitumia tundura juu, kwa sasa ninatumia tundura chini. Sijui umeelewa? Yani anataka wafanye kinyume na maumbile. Hii kitu ilimuumiza sana bidada. Kweli Prince alifanikiwa jambo lake. Baada ya kufanya alichokifanya, binti akaja kwenye kioo hapa, akanajiraumu kweli kweli yani. Kwa nini amekubali kufanya hiki ambacho Prince amekitaka? Maana anahisi kabisa kitu alichokifanya ni kitu ambacho kinamkosesha heshima. Basi Nora alilalamika kweli kweli yani. Akiwa analalamika, yule bi mkubwa akatokea. Akamwambia, Nora, unalalamika nini? Mimi nilikupa furaha, wewe ukanipa heshima yako. Hivyo kitu kinachokukuta kinakustahili kabisa, haupaswi kulalamika. Nora akamwambia, hata kama ndio nifanyie hivi. Bi mkubwa akamwambia, yes, hicho ulichokutana nacho ndio kitu ambacho unapaswa kukutana nacho. Hiki kitu ilimuumiza kweli kweli Nora. Binada akamwambia kwamba kiukweli mimi siyataki kabisa ya maisha. Kitu nachoomba nirudishie maisha yangu ya zamani. Bi mkubwa akamwambia, sikiza nikwambie kitu binti, chochote kile utakachokitaka lazima ulipie gharama. Nora akamwambia, hata kama mimi nataka tu unirudishe kwenye maisha ambayo nilikuwa naishi zamani. Siko tayari kabisa kuishi kwenye ulimwengu ambao ninadharaulika, siheshimiki kabisa yani. Basi Bi mkubwa akamrudisha Nora kwenye soko la wachawi. Akamwambia, sikiza nikwambie kitu Nora, kama unataka nikurudishe duniani lazima utoe sadaka nyingine. Nora akamwambia, niko tayari kutoa sadaka. Bi mkubwa akamwambia, basi sawa, raundi hii sadaka anayoitaka nataka macho yako. Nora akamwambia, basi hakuna shida, wewe chukua tu macho yangu, nachotaka nirudishe kwenye ulimwengu ambao nilikuwa naishi zamani. Bi mkubwa akampatia kile kikopo. Nora akatoa macho, Bi mkubwa akamrudisha kwenye ulimwengu wake. Nora anasinduka, yuko hospitali, tena yuko na Sandra pamoja na rafiki yake mwingine. Basi Sandra ikabidi kumpa pole pale Nora. Kisha akamwambia Nora, naomba unisamehe kwa kila nilichokufanyia rafiki yangu. Nora akamwambia, usijali Sandra, mimi nimeshakusamehe na huko nilikotoka nimepitia mambo mengi sana. Sioni kama kuna haja kuendelea kufikiria yale yaliyotokea. Hivyo nikuombe kitu Sandra, sahau kabisa kuhusiana na chochote kile ambacho kimetokea kwenye maisha yetu. Maana mimi nimeshakusamehe kabisa rafiki yangu. Basi wakiendelea pale na stori mbili tatu, mara ghafla Nora akashangaa aoni. Akamwambia marafiki zake, jamani, mimi sioni. Rafiki zake akabidi kumuuliza, Nora, unamaanisha nini? Akamwambia, kweli jamani, mimi sioni, naona giza tu. Ikabidi wamuite pale daktari. Baada ya siku kadhaa kupita, Nora akamekuja kuonana na daktari. Daktari akamwambia kwamba, binti yangu, nimekufanyia vipimo vya kila aina, lakini vipimo vyote vinaonyesha macho yako yako salama. Mimi mwenyewe nashangaa, kwa nini hauoni? Nora akajua kabisa kila alichokifanya. Alitoa sadaka ya macho ili arudishwe kwenye maisha yake ya kawaida. Hii kitu ilimuumiza sana Nora. Basi mida fulani hivi ya night, Nora akawa amekuja kwenye hili soko la wachawi.
Akamwambia Bi Mkubwa kwamba ni kweli umenirudisha kwenye maisha yangu ya zamani, lakini mbona umenirudisha nikiwa sioni? Umenirudisha nikiwa sioni, nitawezaje kuishi kwenye ulimwengu niliozoea nikiwa sina macho? Bi Mkubwa akamwambia kwamba Nora, najua unataka kuona, lakini hii ni biashara nyingine kabisa, na kama unataka uone lazima ulipie gharama. Yani inamaanisha kwamba mimi nitakusaidia, utaona, na sio kuona tu, utakuwa na uwezo mkubwa sana wa kufanya chochote kile kwenye dunia yako, lakini kuna gharama inabidi ukubali kulipia. Nora ikabidi kukubali pale na kumwambia kwamba kwa sasa yuko tayari kulipia hiyo gharama. Yeye anachotaka arudishiwe macho yake, awe na uwezo wa kuona, awe na uwezo wa kufanya chochote kile duniani. Bi Mkubwa akamwambia hamna shida, nitafanya unavyotaka. Baada ya Nora kukubaliana na masharti aliyopewa, mara ghafla tunaona anazinduka chumbani kwake akiwa amefungua jicho moja, lingine tunaona kwa mbali. Sasa hatujui ni masharti gani ambayo Nora alipewa na akakubaliana nayo. Sasa tukiwa tunatafakari hiki kitu, mara ghafla maandishi yakapita. Hii inaonyesha wazi kwamba hii kazi ina sehemu yake ya pili. Hivyo usijali shabiki yangu, kaa kwa kutulia, siku sio nyingi na kuletea sehemu ya pili ili uenjoy zaidi. Lakini kabla hujamaliza, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare. Kisha bofya alama kengele ili wa kwanza pata mitiririko ya kazi zote kali tunazoziachia kila siku.